Kwa kijana yeyote yule ambaye anahitaji mabadiliko au maendeleo katika maisha yake, kuna muda unatakiwa utenge kwa ajili ya kusoma au kujifunza vitabu vitakatifu. Haijalishi umezaliwa katika familia aina gani au katika dini aina gani, ila jitahidi sana unapokuwa katika siku yako utenge muda kujifunza vitabu vitakatifu vinaongea nini au vinaongea kuhusu nini, kuhusu mafanikio. Ndoto zako anazo Muumba wako, ila inategemea wewe umetenga jitihada gani. Kama wewe ni kijana, nataka nikwambie kitu kidogo. Katika maisha huwezi kuishi kwa chakula peke yake. Ni lazima utaishi kwa maneno na chakula. Kumbuka, katika hii dunia kiumbe pekee ambaye anaweza kuishi kwa chakula labda ni wanyama na mifugo wengine, ila sio binadamu. Binadamu ni lazima aishi kwa maneno. Jitahidi kuishi na maneno mazuri. Jitahidi kuangalia katika kizazi chako, maneno yako ndiyo yana uwezo wa kuumba na kubomoa. Maisha yako yanategemea chakula na maneno. Jitahidi sana kuwa makini na maneno ambayo unakuwa unayasikiliza, na wewe kuwa makini na maneno ambayo utakuwa unayatoa kwa watu wengine. Unao uwezo wa kunyimwa fursa kutokana na maneno ambayo unaongea. Jitahidi leo kuwa mtu wa kuongea maneno mazuri. Jitahidi, wewe ni kijana. Hatuwezi kupata jamii mpya kama wewe pia haujabadilika. Kumbuka, binadamu anaishi kutokana na kula chakula, kutokana na kula maneno. Maneno mazuri yanajenga ubongo wako, maneno mabaya yanaharibu ubongo wako. Jitahidi leo hii kutenga muda kula vyakula viwili, chakula cha ubongo, chakula cha mwili wako. Tengeneza sana ubongo wako, kwa sababu katika hii dunia maneno ndiyo silaha kubwa, ndiyo vita vikubwa katika hii dunia. Maneno ya watu negative, mabaya, yana uwezo wa kubadilisha ukawa mtu mbaya. Yana uwezo wa kubadilisha ukapoteza ndoto ambazo Mungu aliweka ndani yako. Jihakikishie leo kwamba unaweka ulinzi imara, unaweka maneno mengi chanya katika kichwa ulichokuwa nacho. Huwezi kufanikiwa, huwezi kuwa mtu bora, huwezi kufanya vitu vikubwa kama hauwezi kutunza ubongo uliokuwa nao. Ubongo wako ndio kiwanda chako. Kama unahitaji kubadilika leo, badilisha maneno yaliyopo katika ubongo wako, uone maisha yatakapobadilika. Kitu cha kwanza ni kufahamu una ndoto za aina gani katika maisha. Ndoto yako ndio vita yako. Ndoto yako ndio mafanikio yako. Kitu cha pili ni kujifahamu wewe binafsi. Una udhaifu sehemu gani au una ubora sehemu gani katika kutimiza ndoto ambazo Mungu aliweka ndani yako. Ukiweza kufahamu bora wako, ukiweza kufahamu upungufu wako, utakusaidia wewe kujua ni vitu gani ambavyo vinakuchelewesha katika maisha yako. Kitu cha tatu kinahusu kufahamu external au vitu vya nje ambavyo vinakufanya usifikishe ndoto zako katika level ambayo unahitaji katika maisha yako. Kwa nini usifanikiwe leo? Je, wewe ni nani? Kwa nini unaendelea kubaki hapo ulipo? Je, watu wanaokuzunguka wanakusupport? Je, mazingira yanayokuzunguka yanakusupport? Vitu vya nje vinavyo uwezo wa kusupport au vikakuangusha katika maisha yako. Ni lazima ujue watu gani ni sahihi, ni maeneo gani ni sahihi ambayo yanaweza kusupport wewe kutimiza ndoto ambazo Mungu aliweka ndani yako. Kwa hiyo kitu cha tatu unatakiwa ufahamu watu, vitu au viumbe gani ambavyo vinaweza kusupport wewe katika maisha yako. Kama hivi vitu havifanyi kazi katika maisha yako, ni kwa nini unaendelea kubaki navyo? Kitu cha nne ni kitu ambacho unatakiwa uwe nacho makini, na chenyewe kinahusu action. Je, wewe una tabia za kufanya vitu kwa vitendo? Usiwe mtu wa kuongea tu. Kumbuka, mtu anayeongea na mtu asiongea wana tofauti, ila mtu anayefanya kwa vitendo anakuwa ni mtu tofauti, anaonekana yeye anajua kila kitu katika maisha. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya vitu kwa vitendo. Anza na kidogo. Kama ndoto yako ni kubwa, jitahidi kuanza na kile kitu kidogo ambacho upo nacho sasa hivi. Kumbuka, Mungu hakupi kitu kikubwa kama wewe hujajiandaa. Ni lazima upractice, uanze mdogo mdogo katika mwendo wako. Kumbuka, hata katika ukuaji wa mtoto ni lazima ataanza kwa kubebwa, atakaa, ataanza kutambaa, ataanza kutembea, ataanza kukimbia. Sasa katika maisha ni lazima wewe pia ulelewe katika ndoto zako kwa staili hiyo.
Usitake katika ndoto yako kuitimiza leo hii wakati bado hujaanza hata kufanya kwa action. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mtu wa action kama wewe ni kijana. Kitu cha 5 kinahusu kutokata tamaa. Jitahidi sana unapokuwa waza kwa nini Mungu aliumba kila kitu kwako wewe binafsi. Je, kichwa chako wewe unakitumiaje katika ya maisha? Chochote utakachokiwaza kitakuwa, endapo utakuwa mtu wa kuamini katika unachokiwaza. Amka asubuhi na ujihakikishie kwamba unaandika mipango ya vitu ambavyo utaenda kufanya katika siku ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kama huwezi kuamka asubuhi na kuandika mipango ambayo unatakiwa uende kuifanya katika maisha yako, huwezi kufanikiwa. Kumbuka dunia ina vitu vingi, inao uwezo wa kupeleka sehemu yoyote ile, ila inategemea kama kweli una mipango katika hiyo siku. Andika vitu vya muhimu ili viweze kukusaidia, na utakapokuwa umeandika, fanya vile vitu vya muhimu mwanzo ili uweze kupata muda wa kufanya vitu visivyokuwa vya muhimu katika maisha yako. Kumbuka, usipoweza kutenganisha vitu vya muhimu na vitu visivyokuwa vya muhimu katika siku, huwezi kupata siku nzuri hata siku moja. Utapotea na utafanya vitu, utatumia nguvu nyingi kwenye vitu ambavyo havina maana katika maisha yako. Kumbuka, siku yako inakutegemea wewe. Wewe ndio unaifanya siku yako iwe nzuri au iwe mbaya. Ukiwa unajifunza kitu, jihakikishe kwamba utakapokuwa umemaliza unakipractice. Usiendelee kubaki na iko kitu kichwani. Utakuwa hauna tofauti na mtu mjinga. Katika maisha yako, nawe pia nakwambia, katika maisha yako utakapokuwa unajifunza kitu, jitahidi kukitumia iko kitu. Usikiache katika ubongo uliokuwa nao. Hautakuwa unaonekana na tofauti na mtu asiyejua, ila tu kwa kutumia kile kitu ambacho umekuwa umejifunza katika huo muda. Kumbuka, sio wingi wa vitu ulivyojifunza vitaweza kufanya ufanikiwe katika maisha yako, ila vitu vidogo ulivyojifunza ambavyo vinafanya kazi katika maisha yako ndivyo ambavyo vitaweza kusababisha au vikakusaidia au kufanikiwa katika maisha yako. Ila jitahidi sana unapokuwa unachagua kufungua biashara, kama wewe ni kijana, jitahidi sana kuangalia ni watu gani wa kuhudumia, au unaanzisha biashara kwa malengo gani. Lengo lako kuu lisiwe kupata fedha. Lengo lako kuu ni liwe katika kusaidia watu wengine. Utakapokuwa na moyo wa kusaidia watu wengine, biashara yoyote ile lazima itakuwa. Kwa sababu watu ambao wanasapoti watu kwenye biashara ni wateja. Kwa hiyo wewe kazi yako ni moja. Utakapoingia kwenye biashara, usiingie kama watu wengine wanavyoingia na kutamani kupata fedha kwa haraka. Labda mtu mwingine anatamani kufungua biashara ili apate fedha. Ila mimi nataka nikwambie, kama una moyo kweli na unahitaji kufika mbali kwa mafanikio, utakapoingia katika biashara, jitahidi sana kutengeneza wateja. Jitahidi kuangalia watu wengine wanahitaji nini katika mzunguko wa huduma unayotoa, kwa sababu siku zote wateja ndio watakao kupa wewe mtaji. Usiseme mimi na mtaji mdogo katika biashara, ila jihakikishie kwamba wewe unatatua matatizo mengi katika biashara. Nataka nikwambie, usitegemee mtu mwingine yeyote kutoka nje kuja kuisaidia familia yenu. Usitegemee mtu yeyote yule kutoka nje kuja kuisaidia nchi yenu. Wewe, nyinyi vijana ndio vijana ambao mmezaliwa katika hiyo nchi, katika hiyo familia. Je, mtategemeaje kuona kwamba mtu mwingine kutoka nchi nyingine anakuja kuwasaidia? Msiwe wazembe katika kujifunza. Endeleeni kujifunza kwa sababu maarifa yapo. Endeleeni kuzuia vitu vingine visitokee katika familia zenu au katika nchi yenu, kwa sababu nyinyi ni vijana ambao mnatakiwa muwe shupavu, muwe imara. Ukiona familia yenu inasemwa na wewe kijana upo, basi wewe kijana ni mjinga. Naweza ngasema ni mjinga kwa sababu hautaki kuchukua responsibility, majukumu, na kuzuia watu wengine wasiseme vibaya familia uliozaliwa. Hivyo hivyo katika nchi au taifa uliozaliwa. Ukiona mtu mwingine anasema taifa lenu halina akili au vijana wa taifa fulani hawana akili, mimi nataka nikwambie hakuna taifa lisilokuwa na akili, ila tu ni kwa sababu vijana wake wamekuwa wamelala katika kifikra. Ila wewe kijana ambao unanisikiliza leo hii, endelea kujifunza, endelea kuamka, endelea kuzuia vitu ambavyo unaona unavimudu kwa muda huo. Kumbuka mtu hakui kwa umri, kumbuka mtu hakui kwa mwili aliokuwa nao, ila mtu anakuwa kutokana na maarifa aliyokuwa nayo na action anayoifanya kutokana na hayo maarifa. Leo hii watu wengi wamebaki wakisema kwamba mimi nina degree, mimi nina cheti cha diploma, ila cheti hicho hakiwezi kumsaidia mtu kubadilika katika jamii. Ila yapo maarifa ambayo yanaweza kufanya ukabadilika katika jamii. Maarifa hayo yapo kichwani mwako. Jiulize leo unajifunza vitu gani katika maisha yako. Kumbuka wazazi wako wamekuleta duniani
kwa sababu anajua kuna kazi ya muhimu ambayo unatakiwa uifanye katika familia uliozaliwa. Haujaja duniani kwa bahati mbaya, na ukiona umekuja kwa bahati mbaya, basi ujue kuna kusudi la kwa nini umekuja duniani. Endelea kujifunza, endelea kujiekea kwamba katika maisha wewe ndio kiongozi ambaye unatakiwa ufanye vitu vyako kwa weledi, kwa nguvu, kwa jitihada ili uweze kulisaidia taifa lako au kuisaidia familia yako. Mimi nakwambia kwa sababu hakuna kijana aliyekuwa kama kweli kijana hajui kuchukua majukumu yake. Kijana yote yule anao uwezo wa kuwa mtu mkubwa na kuwa mtu wa maana katika jamii endapo atakuwa anaanza kutake care au kutake responsibility akiwa bado mdogo. Hujawahi kuona kijana fulani tofauti na kijana mwingine au kijana fulani amefanikiwa kuliko mwingine? Mtu alifanikiwa katika maisha kama ni kijana, huwa ana take responsibility, majukumu 100% ya kwake mwenyewe. Hawezi kumwachia mtu mwingine na kumlalamikia mtu mwingine kwamba kwa sababu yeye ndio sababu ya yeye kutokufanikiwa katika maisha yake. Majukumu yako ni yako. Usiyakwepe majukumu kwa sababu yanakufunza, yanakukomaza na yanakuweka kuwa strong. Siku zote mtu anayekimbia majukumu ni mtu ambaye siku zote lazima afeli katika maisha yake. Kumbuka, mazoezi ndio yatakayokufanya uwe fit katika mechi. Majukumu yako ndio yatakayokufanya uwe fit katika mafanikio yako. Endelea kujifunza, endelea kutake responsibility. Usiache mtu mwingine aweze kuchukua nafasi katika maisha yako. Hebu fikiria, siku moja ni tofauti na siku nyingine. Hebu fikiria, wewe ni tofauti na mtu mwingine. Je, kwa nini unapenda kuamini kwamba kila mtu anayekwambia kwamba huwezi kutimiza ndoto zako au huwezi kufanya kitu fulani na wewe unamwamini? Kama siku moja sio sawa na siku nyingine, kama wewe sio sawa na mtu mwingine, je, unawezaje kumwamini mtu ambaye anakwambia huwezi? Katika maisha ni lazima ujitie katika imani iliyo thabiti ambayo itakufanya wewe ufanikiwe katika maisha yako. Kama unaona huwezi, jiulize watu walioweza wamefanya nini mpaka wameweza. Je, wewe kijana ambaye unanisikiliza leo hii, umefanya nini ambacho watu wengine walisema huwezi na ukafanikiwa? Je, kwa nini unaendelea kuamini watu ambao wanakuambia huwezi katika maisha yako? Je, wao katika maisha yao kama vitu kweli hawaviwezi, jiulize kwa nini wao hawaviwezi, au kwa nini wanataka kukushawishi na wewe uingie katika njia ambayo wao wamesema hawaiwezi. Kumbuka, wewe una nguvu. Wewe unao uwezo wa kufanya kitu kikubwa katika maisha yako. Jiamini wewe binafsi. Kama uwezi, tafuta watu waliofanikiwa, jiulize kwa nini wao wamefanikiwa katika sehemu ambayo watu wengine wanasema uwezi. Usikubali na usikae chini, usitenge muda kupiga story na watu, kwa sababu maisha yako yapo na limit katika hii dunia. Leo upo, kesho hujui kama utakuwa mzima. Fanya kila kitu kwa wakati huu. Jihakikishie kwamba wewe ndio mtu sahihi, ndio chaguo sahihi katika familia au katika dunia au katika mpango wa Mungu. Jihakikishie kwamba unamvutia Mungu katika maisha yako ili aweze kukutumia zaidi. Leo hii kitu ambacho unatakiwa ujifunze ni kuhusu wewe binafsi, kuhusu wewe na ndoto zako, kuhusu wewe na Mungu wako, kuhusu wewe na mtu aliyepo ndani yako. Jitahidi leo hii kujifunza, kujisomesha na kuangalia ni wapi kuna udhaifu na wapi kuna ubora katika maisha yako. Usiseme kwamba watu wote waliosoma hawajafanikiwa katika maisha yao. Ila mimi nataka nikwambie, kama wewe ukijisoma wewe mwenyewe binafsi, unao uwezo wa kutimiza kila kitu katika hii dunia. Jitahidi leo hii kujisoma wewe mwenyewe binafsi ni nani. Katika maisha huwezi kusonga mbele kama ufahamu ni vitu gani ambavyo vinakupotezea muda katika maisha yako. Ukiweza kuvifahamu, unao uwezo wa kwenda mbali katika ndoto ulizokuwa nazo. Jitahidi leo kutenga muda kufahamu ni vitu gani ambavyo vinakupotezea muda katika maisha yako.